Mimi kwa jina naitwa Bashiri Sanga, ni mjumbe wa halmashauri kuu. Vile vile nipo kwenye kamati ya uratibu na mawasiliano jumuiya ya wafanyabiashara. Cha kwanza kabisa nipende kumpongeza Mheshimiwa Jafo kwa kazi kubwa aliyoanzisha na operation ambayo ameshaanza, namna ya hawa wageni walioingia au kuvamia ndani ya biashara yetu bila kufuata utaratibu. Hilo naona linaenda kukatika na linaenda kwenye komo kabisa kulingana na jitihada zinazofanyika. Lakini bado vile vile sisi kama wafanyabiashara tuwe kitu kimoja, na vile vile hili soko letu likae katika hali ya kiusalama na watu wafanye biashara kwa kufuata sheria na utaratibu. Mimi kwa upande wangu naona hata hivyo serikali imechelewa. Hili swala ilikuwa ni kero na ilikuwa ni kitu ambacho ni sugu. Na sio kwamba watu walikuwa wanafanya hizo biashara kwamba walikuwa hawajui kwamba wanavunja sheria, ila waliingia ni kama shamba la bibi. Lakini serikali kumbe ina jicho kubwa zaidi, na kupitia wahusika au watendaji tunashukuru taarifa zilienda na walifanyia kazi kwa muda sahihi na kwa muda mwafaka zaidi, na ndio maana unaona mpaka saizi amani imeanza kurejea ndani ya soko letu. Vile vile hata japokuwa kidogo biashara ni ngumu, lakini bei elekezi saizi zimeanza kurudi. Kwa sababu ya nini? Hawa wenzetu kidogo ni watu ambao wako ndani chumbani zaidi kuliko sisi tuko sebleni. Kwa hiyo kuna wakati fulani bei ya ushindani sokoni ilikuwa sio rafiki sana. Kwa hiyo wazawa ilifika kipindi tunashinda kufanya biashara. Wale wenzetu wakawa wanatuletea upinzani, ushindani kwa kibiashara. Umeona? Nguo unauza shilingi 10,000, mwenzao anauza shilingi 5,000, 6,000. Sasa wapi na wapi ndugu yangu? Ushindani lazima utaelemewa tu ndugu yangu. Mimi naitwa Miraji Juma Mdoni, mfanyabiashara Kariakoo. Changamoto kubwa ambayo inatukabili kwa sasa ni wageni kuvamia biashara za wazawa. Zile biashara ambazo tungezifanya wanafanya wageni, tena wamekuja kwa kasi kubwa. Biashara hizo zinachukua mnyororo mzima. Yaani sisi wazawa, ina maana kwamba sisi ile biashara ambayo tungeifanya, mimi nikiuza hapa biashara naenda kununua samaki. Nikinunua samaki, yule muuza samaki naye anaenda kununua unga. Yule muuza unga anaenda kupikia mama ntilie. Kwa hiyo ile nyororo inakuwa inazungukia humu kwetu. Lakini mzawa yeye akiuza biashara, anaenda benki anakusanya dola, anaenda nazo kwao. Kwa hiyo akifika kule yeye maendeleo ni kwao, sio huku. Kwa hiyo tunaomba serikali kama ni sikivu, serikali yetu najua ni sikivu, watuondolee wageni. Japokuwa hilo zoezi linaendelea, lakini liongezewe juhudi ili tuweze kufanikisha hili, kwa sababu itakapokuwa wageni wameondoka na sisi tutakuwa tayari tunatanuka kiuchumi, kwa sababu uchumi unakuzwa na ulipaji wa kodi. Wageni hawalipi kodi. Wageni huwa wakikusanya dola wanaondoka nazo, na ukienda kwenye kuwakagua unakuja kukuta hawatoi risiti, hawana mfumo wote ambao utakuwa unajenga nchi yetu. Kwa hiyo ni wanyang'anyi, sio watu wazuri kwa nchi yetu.